tuangalie zile fursa ambazo nchi yetu inazo tuweze kuzitumia. Kwa mfano wilaya ya Singida, fursa ya kilimo ni fursa moja kubwa sana, tuitumie hiyo, ambapo tayari serikali inatoa ruzuku ambayo zile pembejeo unapata kwa takriban zaidi ya takriban 50% yote serikali inakuwa imeweza kulipia. Kwa hiyo ni fursa moja ambayo ipo, lakini kulima mazao ya kimkakati, kuna alizeti, kuna dengu, hizo zote ni fursa. Na ufugaji wa kuku pia, Dodoma iko pale, inahitaji kuku wa kutosha. Kwa hiyo tuangalie hizo fursa na kuweza kujiajiri, na kama serikali endelea kutoa zile 10%, jiunge kwenye vikundi, njoo tuzungumze, tuweze kuyajenga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza uchumi katika familia, lakini pia katika jamii ambayo tunayo. Tuendelee kutengeneza misingi katika familia zetu kwa watoto wetu, maana kioo kinachotokea katika maeneo yetu ya jamii kinaanzia kwenye familia. Wazazi na walezi ndio watu wa kwanza kuhakikisha kwamba tunaweka misingi mizuri katika familia zetu. Kwa hiyo wana Singida, kama jinsi ambavyo nimeweza kufanya sasa, muendelee kutengeneza misingi kwenye familia, wa walezi na wazazi, kusonga mbele. Muombe Mungu akusaidie katika mwaka wa 2026. Kuna mambo mengi yako mbele yako, anahitaji kuwa afya njema uweze kufanikisha malengo ambayo Mungu anakupa. Unahitaji afya, ni mtaji wa kwanza kwenye maisha yetu. Mungu akujalie uwe na afya njema. Basi tunakwenda mbele za Mungu kuombea wagonjwa, kuomba kwa ajili ya afya yako na kwa watu wengine. Mungu atusaidie. Mimi kwangu mimi nawashauri sana vijana, kwanza tupambane, tusiwe tegemezi, tufocus na mambo ambayo ni sahihi, tujitume na tusiwe na mikono ya ulegevu, kwa sababu hata maandiko yanasema kabisa tusiwe na mikono ya ulegevu. Vijana kama vijana, unapopata fursa ambayo ni halali, pambana kweli uweze kujikwamua kwenye maisha. Nachopenda kuambia vijana wenzangu, tusibweteke wala tusikae tu bila kupambana. Kama nafasi zimetoka, mama anatoa mbolea za ruzuku, mambo mengine yanafanyika mazuri yanayotupa sisi fursa na kipaumbele, hivyo tujitoe kupambana. Tusiishie kubweteka tukakaa tu mtaani tukashiriki katika mambo ambayo yanaweza yakachafua au yakaleta vitu ambavyo sivyo. Tunatakiwa tusimame sisi kama vijana, tufanye kazi kwa ajili ya nchi yetu. Tunasisitiza vijana wetu kuendelea kutunza amani na kulinda amani katika nchi, maana bila amani hakutakuwa na mafanikio katika nchi yetu. Kwa hiyo kupitia kanisa, kupitia serikali, tukiungana kwa pamoja, nchi yetu itakuwa sawa na amani itasimama na kuwa imara katika nchi yetu.